Hanifa ni mtoto pekee katika familia ya Mzee Majuto, na Hanifa kweli ni mtoto ambaye kabarikiwa, yani yuko vizuri. Nikisema vizuri namaanisha Hanifa ni mrembo sana, yani ukikutana na Hanifa usipogeuka basi utakuwa na shida. Lakini Hanifa ukiachana na uzuri wake, urembo pia, Hanifa ni binti ambaye anajisikia sana. Yani kuna vijana wengi wenye mali na wasiokuwa na mali walishamtokea Hanifa, lakini walihambulia patupo. Mzee Majuto na mkewe walijivunia sana kuona binti Hanifa na walikuwa wakimsihi kila mara, maana watu waliokuwa wanakuja, yani wanaume kumchumbia, lakini Hanifa walipokuwa wakimpeza taarifa za kuhusu kuchumbiwa, Hanifa alikataa kata, na akidai kuwa yeye bado umri wa kuolewa. Endapo kama ukishafika umri wake wa kuolewa basi ataolewa bila shida, lakini kwa sasa wamwache kwanza. Basi Hanifa kwa kuwa alikuwa anapendwa sana na wazazi wake, hakuwa na namna ya kumlazimisha, kwa sababu swala la ndoa ni kubwa sana, kwa kwamba mpaka mhusika mwenyewe aridhie. Siku moja Hanifa majira kama ya saa 2 hivi asubuhi, akiwa akielekea sokoni kwenda kutafuta ama kununua mahitaji ya chakula cha mchana, akiwa njiani mara kasikia kama honi zinapigiwa, honi za gari, pip 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 pip. Yani barabara kubwa yote hii, lakini nang'ang'ana tu kupiga honi. Hivyo watu wengine wakivimiliki hivi vigari vyao wanajua na kina nani wao. Basi mwenye gari akasogeza mdogo mdogo, huku akifungua kakio kake taratibu. Hanifa akatoka simama tu anashangaa hiyo hali. Hello, mambo mrembo. Samani, kwa majina mimi naitwa Rauzak. Ni mfanyabiashara mkubwa sana katika jiji la Dar es Salaam, na hapa nimekuja kufuatilia miradi yangu. Sasa naomba kama hutojali basi nikupe hata rifti huko endako. Hivyo kaka, kwanza unanichukuliaje? Mara mimi mfanya biashara mkubwa Dar es Salaam, mara si nini, mara kitu gani hivi? Unadhani na mimi ni kama hao wajinga wenzio? Kaka samani, mimi najitambua vizuri na sitaki kunipotezea muda wangu. Kisha Hanifa akaondoka. Wow, ile tu tembea yake baada ya kutoka pale, Rauzaki alichanganyikiwa. Rauzaki alisema huyu ndiye mwanamke. Yani pamoja na kujisifia kote huku, lakini nimeambulia patupo. Hakika huyu ndiye mwanamke niliyekuwa na muhitaji. Nimezunguka mikoa yote Tanzania, sijai kuona msichana mrembo kama huyu, na hapa kwa gharama yoyote, kwa njia yoyote, lazima nimpate huyu binti. Rauzaki alijapiza kuwa lazima tampata binti Hanifa. Basi binti Hanifa alipofika sokoni, aliemea mahitaji aliyokuwa ameendea na akarudi nyumbani akiwa na hasira sana. Mamake akamuuliza, nakujua mwanangu, yani nakujua ukiwa sawa, nakujua ukiwa hauko sawa pia nakujua. Naomba uniambie una shida gani? Maana umeondoka tu vizuri tu hapa, lakini sasa umerudi
hauko sawa kabisa mwanangu. Yaani mama, kikweli siko sawa. Yaani wakati niko njiani nilianza kusikia honi za gari nyuma, mara akatokea mume ndani ya gari, mwanaume mmoja ambao kanichanganya kabisa mamangu. Yaani anaanza kuniambia vitu vya ajabu, yaani vitu vya ajabu ambavyo mimi sivipendi kabisa katika maisha yangu. Nakwambiaje? Mama, achana nayo mama. Kwanza mboga ulizoniagiza nimekosa, kwa mama tumechukua hizi tembele na bamia kidogo. Alafu mama, nimekutana na Bi Sarfa. Bi Sarfa anasema kwamba kuhusu ule mzigo jioni atapita, kwa hiyo uandae jioni, kasema anaopitia. Mazarifa anasumbua. Haya basi, washa jiko. Haya basi, haya mama. Kwa upande wa Rauzaki, alipofika nyumbani kwake akarusha funguo kwenye kochi pamoja na simu, kisha akajitupa ni pale pale kwenye sofa. Huyo mwanamke aingia sana kwenye akili yangu, yaani mpaka saizi siwazi kitu chochote zaidi ya kumwaza yeye tu. Alafu nilisahau hata kumwomba namba ya simu. Lakini angenipaje muda ule kwa majibu yale, angenipaje namba ya simu? Yaani sijui nafanyaje ili niweze kumuona tena yule mwanamke. Nahisi yule ndo mwanamke wa ndoto yangu. Hayo yote yalikuwa ni maneno ya Rauzaki akijisemea na kujijibu mwenyewe. Baada ya asubuhi kufika, Rauzaki tayari kisha jiandaa na kwenda kazini. Kisha akamwita mfanyakazi wake wa pale nyumbani. Sasa mimi naondoka, kwa hiyo kwa makini sana na hapo nyumbani, hakikisha mazingira yote yanakuwa sawa. Alafu pili, hakikisha mtu akija hapa kubisha hodi getini, usimfungulie geti mpaka ujue ni nani na ana shida gani, sawa? Kwa hiyo usije ukafungulia tu ovyo ovyo, yani hakikisha mtu namfahamu kabisa ndio unamfungulia geti, sawa? Pia usisahau kuniandalia kile chakula changu unachokipenda, sawa? Sawa bosi, nimekuelewa. Ninaondoka. Baki salama. Haya bosi. Rauzaki akawa ameingia kwenye gari na kuondoka. Pia licha kujisifia, kikweli Rauzaki ni kijana ambaye kisha jipata tayari, lakini sema ndo hivyo, hakuwa na mwenza, yani hakuwa na mke. Akiwa njiani, kweli mawazo ya Hanifa bado yanamzunguka kwenye akili yake. Pana, inabidi nikapake pale nilipomuonea jana ule binti, huenda naweza nikamuona mara nyingine, aliwaza Rauzaki. Kisha akageuza gari lake kuelekea ile njia aliyomuonea jana Hanifa. Basi Rauzaki tayari akafika pale na akasogeza gari lake pembezoni mwa barabara ili kusudi pindi Hanifa atakapomuona aweze kumuona kwa urahisi. Ama kweli mapenzi yana nguvu sana. Rauzaki alikaa pale kuanzia hiyo asubuhi mpaka majira ya saa 7 mchana bila mafanikio yoyote yale. Nimekaa hapa mpaka saizi lakini hakuna mafanikio. Basi naomba niende nyumbani nikapumzike, lakini siku nyingine nitarudi tena hapa nikae, alijisemea Rauzaki kimoyomoyo. Kisha akawasha gari na akaondoka. Baada ya kupita siku kama 3, Rauzaki tayari amehaswa sana kumwona Aisha bila mafanikio, basi ako kama amepotezea. Siku moja Rauzaki akiwa ndani ya gari, mara ghafla anamuona mbele akiwa na mashosti zake wanakatiza barabara.
Eh? We. Eh. Yule si ndio yule binti yule? Aisee, Mungu mkubwa. Ndo yeye. Aisee. Lauzaki alifurahi sana baada ya kumwona Hanifa mbele. Alishuka kwa kasi sana, akaelekea upande ule ambapo wamesimama akina Hanifa na rafiki zake. Dada zangu samahani, wakawa wamemgeukia wote kwa pamoja. Samahani, nilikuwa naomba niongee na huyu mwenzenu, kwa naomba tumtupishe kidogo, samanini sana. Wakawa wamemgeukia Hanifa kusikiliza je atasema nini, lakini Hanifa akawa kimya tu. Basi wakawa wamesogea pembeni wale marafiki zake wawili. Kabla hajaanza kuongea chochote, Lauzaki alichusha kwanza pumzi kubwa. Dadangu samahani sana, natambua ile siku ulijisikia vibaya pengine kwa maneno yangu ambayo pengine nilikuuzi sana kwa ile maneno ambayo nilikwambia, lakini na mimi ni binadamu. Maana yani hivyo kaka, unajua tu kwanza nimefanya tu heshima kukusikiliza, ni macha mashosti zangu wameondoka hapa. Yani ni heshima tu ambayo nimeamua tu nikuheshimu, lakini hauna cha kuzungumza, naona manake unajingatangata tu. Basi kama hauna cha kuongea, mimi naondoka na mambo mengi ya kufanya. Kama nilivyokuambia pale awali, Hanifa ni binti mrembo sana, kana kwamba unapotaka kumfesi lazima uwe umejipanga kwelikweli. Maana watu wengi sana wamekwama kwa Hanifa. Uwe kaka, naona huna cha kuzungumza, kwa heri. Hanifa kaondoka na kuondoka. Shosti, lakini ulichokifanya sio kitu kizuri. Ungemsikiliza tu. Achana naye huyo, inaonekana kavurugwa. Hivyo viji pesa vyake anadhani mimi nikashawishika navyo. Nimeona vitu vingi zaidi hata hivi vijitu visivyo gari chake hicho sio kitu gani. Nimeona vitu vingi sana, kwa hiyo sioni cha kunitisha kwake. Basi Lauzaki akawa bado pale kasimama anamtazama tu Hanifa anavyoondoka na mashosti zake, huku wakimsema hivi kweli naamua kufeli na leo? Yani nimehangaika kote kule kumtafuta, kumsubiri mpaka nashindwa kwenda kazini, lakini leo nimempata hapa na akaondoka tena bila kumwambia chochote, na hata sijachukua hata namba. Alipaki anajilaumu sana Lauzaki kwa hicho kitendo alichokifanya na leo pia. Basi mpenzi msikilizaji wa Motion Simulizi, napenda kukukumbusha tu kuwa kama hauja subscribe channel hii, naomba subscribe ili uwe mwanafamilia. Share, comment, usisahau pia kulike. Je, Lauzaki atafanikiwa kumpata Hanifa? Na hao mashosti zake Hanifa watafanyaje? Na kule Lauzaki anaishi na mfanyakazi, alafu mfanyakazi mwenyewe ni wa kike. Je, ukoje hapo? Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kila napokuwa naachia episode. Enjoy. Mimi ni Lenny 5 Kikopa. Asante na karibu sana.